Kwanza kabisa naomba watoto, tumekuja katika misa hii, mambo ya kutoka toka mnaingizwa kila saa mnafuatwa huko nje, sitaki tafadhali. Huu mlango hapa funga. Close this door. Funga. Wanatoka wanaingia, angalia walikuwa huko nje, sasa hivi wakati tunasoma injili wameenda nje. Hichi kizazi bwana. Hatari sana. Mara kuna kikundi kile kimekaa pale chini ya mti, wakiingia kidogo wanatoka. Alafu wanaenda kwa kikundi, sio wanaambianaga. Hatutaki tabia mbaya watoto wetu wabugizi, tutaka watoto wawe wazuri. Tena mkae mtulie mpaka misa iishe. Na mtoke. Ipagina na karaka tunasubiri nyie. Na nikiona umetoka kanisani nitakuangalia. Nikikuwa na kanisani Jumapili na kufukuza. Kurudi huko ulipotoka. Tunataka tulivu kanisani bwana. Okay, asante sana. Ndugu zangu, mtakubaliana na mimi kwamba kila mara tunapoenda kwenye misiba au mazishi, kuna kipindi cha kusema sasa tukae chini tusikilize historia ya marehemu, historia fupi ya marehemu. Na wanaposoma, nimeshasikiliza mimi karibu 80% ya watu ambao wanasoma historia yao, utasikia sababu ya kifo ni sukari, pressure na shinikizo la damu. Hivyo vitu vitatu. Unavisikia, wewe jaribu kusikiliza kila mara, kama sio ajali, vikivyo vinakuwa hivyo. Sukari, pressure, shinikizo la damu. Na ni mbaya zaidi kwa sababu unakuta wanaoathirika zaidi na hivi vitu ni wanaume. Sukari, pressure, shinikizo la damu. Ndugu zangu, wanasikiza redio juzi, wana saikolojia wameonyesha kwamba sasa hivi kitu ambacho kinaua watu wengi zaidi ni what you call depression ama msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo. Ndugu zangu, hichi ni kitu kibaya sana, msongo wa mawazo. Mimi nakumbuka kuna father mmoja tulikuwa tunafanya naye kazi kwenye jimbo moja kule Kenya, na yeye alikuwa secretary of the bishop, katibu wa askofu. Huyu father tena sio alikuwa father mdogo, alikuwa na umri kwenye miaka kama kwenye 60 na akapata changamoto moja siku moja, habari zikaanza kuenea kila mahali. Mungu wangu, ile father hakuchukua muda. Alikuwa anakaa na vijana fulani pale kwenye nyumba yake wa seminari, akawatuma kila mmoja, wewe nenda huko, akabaki mwenyewe. Akaenda akachukua waya wa umeme. Akavaa kanzu yake, akachukua kalamu akaandika, Lord, into your hands I commend my spirit. Kwamba Bwana, mikononi mwako nafanyaje? Naiweka roho yangu. Akaandika, akaweka hapo pembeni, akavaa kanzu yake, akachukua waya umeme, akatundika. Wakati watu wamerudi wanagonga mlango, wanashangaa father haonekani, mlango umefungwa. Wakaenda wakachungulia dirishani hivi, wakakuta tayari ameshalala hivi, amefariki. Mimi nilikuwa mmoja wao ambao tulitumwa kwa ajili ya kwenda kuchukua mwili. Kwanza kabisa tukaita polisi. Polisi wakaja wakamtandika viboko vitatu. Unajua ukifa watu hivi. Akashaka kwa nani mchapa, wakasema kawaida lazima achapwe kisha kama amekufa kama bado hajafa. Kwa sababu anachukua mtu akasema amekufa kumbe bado. Kwa hiyo polisi wakamtandika viboko vitatu. Alafu baadaye tukambeba tukampeleka, akasafirishwa kutoka Lodwar mpaka jimbo la Meru, ndipo alipozikwa. Ilikuwa ni kwa sababu ya msongo wa mawazo. Alipata tu mshtuko, akapata depression, akaona sasa njia peke yake ya kuendelea kuishi ni afadhali nitoke hii dunia. Akakata tamaa na maisha. Ndugu zangu, hapa tumesikia patile juzi tu, ili siku ya pili, mama mmoja hivyo amekosana na mume wake. Mume wake akaja akamchukua mtoto, mama wake akaenda nyumbani, kufika tu nyumbani akapigiwa simu, rudi kumeharibika. Kutoka ile mama tayari amejifunga na kikoi hizi nani. Mama anamtupiaga kama hicho. Amejitundika nacho, mama amejiua.
Msongo wa mawazo. Mwaka jana tulimzika kijana mmoja pia kutoka kule Moshi ambaye alikuwa anasoma Tanga. Huyu jamaa alifeli mtihani wa philosophy. Akaona hawezi kuendelea. Akaenda kwenye sumu ya panya. Akafariki. Hapa tukio kila siku kwamba watu wanatamani kurudi Emmaus. Ukiangalia ndugu zangu, injili ya leo, Yesu alikuwa na makundi manne. Siku ya Jumapili ya Matawi tulisikia. Kundi la kwanza walikuwa wanatoka Tenashara, wale vijana 12 ambao walikuwa wanatembea naye kila mahali alipokuwa anaenda. Kundi la pili walikuwa wanaitwa wafuasi wake, wale 72. Kundi la tatu walikuwa ni wanafunzi ambao walikuwa wanawafundisha, walikuwa wanamfuata. Kundi la mwisho walikuwa ni mashabiki ambao walikuwa wanakuja kwa ajili ya matukio. Kwa hiyo hao baadhi ya wafuasi na wanafunzi walipoenda kule Yerusalemu walijua kwamba huyu ni Masia wetu. Watu waliposikia wanasema huyu nabii, huyu Masia atakayetukomboa, atakayeunganisha taifa la Israeli liwe kitu kimoja, liwe taifa kubwa, lipigana watu wote. Walikuwa wameshajikwa na ile kiburi. Kufika Yerusalemu siku ya Ijumaa Kuu, wanashangaa yuko msalabani, wanasema Eloi Eloi lama sabakitani pu. Akaondoka zake. Wajamaa wakasema sasa hilo kwa tunamtegemea awe Masia ndio yule pale msalabani amefia hapo tena pamoja na majambazi, hii mambo gani? Baada ya kuzikwa, wajamaa wakasema sasa turudi kwetu. Wakaanza kurudi kwao, kila mmoja anarudi kwake. Lakini tayari walikuwa wamekata tamaa kwamba tulikuwa tunakitegemea hakipo tena, tulikuwa tunamtegemea hayupo tena. Wakaanza kukata tamaa, wakaanza kuingiwa na depression na msongo wa mawazo, ukaanza kuwasumbua. Tunaenda wapi sasa? Kwa muda wa miaka 3 tulikuwa tukimfuata, alikuwa anatufundisha, alikuwa anatuponya, alikuwa anatutoa mapepo, alikuwa anafufua wafu, alikuwa mambo mengi amefanya, tulikuwa tumefurahi. Sasa hivi tunaenda wapi? Msongo wa mawazo kaanza kuwashika. Wanarudi njiani, wanatembea. Wakiwa wanatembea, wanakutana na mtu. Anaanza kuwauliza, mnaongea nini? Sasa sisi wewe ujue chote kimetokea kwa Yerusalemu. Ndipo tunamtegemea leo hayuko tena. Una maana ni mgeni hapa. Kumbe macho yao yalikuwa yamefumbwa, hawakujua kama ni Yesu. Baadaye Yesu anaanza kuelezea jinsi ambavyo sasa akamwambia, nyie mlio na mioyo migumu, kwa nini mnakata tamaa? Kwa nini mnakuwa discouraged? Kwa nini mnapoteza matumaini? Akaanza kuelezea jinsi ambavyo Mungu alikuwa amepanga mambo yote tangu manabii walikuwa wanazungumzia kwamba Yesu mwana wa Daudi atazaliwa huko Bethlehem, baadaye atakufa, atafufuka, lakini walikuwa hawaamini hayo. Walitaka tu endelee kuishi na yeye. Wakataka Masia ambaye atakuwa kiongozi mkubwa, ambaye ataunganisha watu. Wewe beba bunduki, wewe beba panga, wewe beba kisu, pigeni Warumi wote waende. Walikuwa wanategemea Masia kama huyo. Leo hii wanaona Masia wao msalabani, wanakata tamaa. Yesu anazidi kuwaelezea. Tukaambiwa kwamba ilikuwa ni mwendo wa masaa 2 kutoka Yerusalemu kuelekea kule Emmaus. Mwendo wa masaa 2. Ndugu zangu, watu ambao wanatembea kwa muda wa masaa 2 wakiongea, unakuta wameongea mambo mengi sana. Na njiani inafika jioni, tukasikia kwamba wakaamua sasa waingie wakapumzike kwao, na Yesu